msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Jofa Media, tunaimani wewe ni mzima wa afya popote ambako unaendelea kutusikiliza na kutazama kupitia runinga kwako, na kukaribisha kwenye matangazo yetu ya wakati huu, ikiwa ni kituo chako kinachokupa fursa wewe kwenda kupata habari kemkem toka duniani kote, zaidi sana kunako masuala ya usalama. Na leo kunako habari zetu utakuwa nami Banza Allen Taxis mbele ya kipaza sauti. Hacha kwanza tukuanzie na mtasari wa habari zetu. Uongozi wa jeshi la Uganda UPDF yakanusha kutokuyumbisha usalama DRC. Utaenda kujua pia kwamba mmoja mwa mawaziri walioteuliwa na Rais Antoine Tshisekedi Chilombo kuliongoza serikali lake kwa muhula wa pili ameenda kujiuzulu. Na baadaye utajua kwamba kwenye mashambulio kati ya wazalendo na jeshi la taifa FARDC kumeripotiwa vifo vya watu zaidi ya 9 huko Kivu Kaskazini na kwingine, kwamba kwa mapambano hayo yalikuwa yakiendelea. Basi hayo na mengine mengi, ungana nasi kwenye mchakato wa habari zetu. Karibu. Naam, kama nilivyokujuza hapo kwenye mtasari wa habari zetu ni kwamba watu 10 ndio wameripotiwa kufariki kwenye mashambulio ya Juni 18 kati ya FARDC na wazalendo huko Mabalako, tarafani Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la raia ambayo imetoa takwimu hiyo kwenye kituo cha Radio Okapi mjini Kinshasa imeongeza na kusema kwamba wazalendo walivamia kambi ya wanajeshi na kuanza mashambulizi makali. Mpaka sasa hakuna taarifa wala kitangazo chochote kilichotoka upande wa jeshi la FARDC uongozi wa Kivu Kaskazini kuhusu mashambulio hayo ambayo wazalendo wameenda kuvamia kambi hiyo ya wanajeshi ambao walikuwa wakiweka maskani yao kwenye baadhi ya vijiji toka huko Kivu Kaskazini. Ni vizuri ujue kwamba Kivu Kaskazini wazalendo wanaripotiwa kuendesha vitendo vya uhalifu dhidi ya raia wa maeneo hayo kwa siku kadhaa ndani ya vijiji ambavyo wanaendelea kuvimiliki, zaidi sana huko Masisi. Duru za mahali zaongeza na kusema ya kwamba wazalendo hao wameunda mahakama yao ambayo inaendelea na kusambisha watu na kuwaweka nguvuni wale ambao wamekutwa na makosa. Naam, tukisalia tu maeneo ya DRC ni kwamba ni baada ya kutumiwa kwa kuyumbisha usalama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi la Uganda UPDF la kanusha kuwasapoti waasi wa M23 upande wa Ruchuru. Mengi zaidi yanayo mwandishi wetu Molelwa Msekedide. Fununu zikiwa zenye kuenea kwenye midomo ya raia wengi waishio kwenye mpaka wa Kongo Kinshasa na Uganda, sehemu za wilaya ya Ruchuru, ikidokezwa kuwa nchi ya Uganda imechangia kwa kuyumbisha usalama wa DRC. Jeshi la Uganda UPDF limekanusha madai kwamba linatoa msaada kwa wapiganaji wa M23 ambao wameendesha harakati zao mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matamshi hayo yametolewa na naibu msemaji wa jeshi la Uganda Luteni Kanali Deo Akihiki, ambaye ameitaja ripoti iliyotolewa na kundi maalum la wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuwa ni upotoshaji wa kuonyesha uzembe katika uchapaji wao kazi, uzembe katika kufanya uchunguzi bila kufuatilia hali halisi ya mambo kwenye uwanja. Madai hayo yametolewa wakati hali mpya ya machafuko ikishuhudiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako takriban watu 200 wameuawa katika mashambulizi yanayofanywa na waasi wa Allied Democratic Forces ADF kwa ufupi, kwa muda wa kipindi cha apatao wiki 2. Wiki iliyopita, ripoti hiyo inayohusiana na amani na usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilielezea kuwa Uganda inatoa msaada kwa wapiganaji wa M23 pamoja na kundi lingine linalojulikana kama Alliance Fleuve Congo AFC
kwa ufupi yake Corneille Nangaa, aliyekuwa kiongozi wa tume huru ya uchaguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa utawala wake Rais Kabila. Kwa mujibu wa ripoti yenyewe, ijapo baadhi ya maafisa wa wapiganaji wa M23 wamewekewa vikwazo na Umoja wa Mataifa, lakini Uganda imewaruhusu viongozi wao kusafiri nchi za nje wakipitia uwanja wao wa kimataifa wa Entebbe. Mapigano makali kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali yamesababisha wimbi jipya la wakimbizi wa ndani mashariki mwa nchi, na duru mbalimbali kwenye majimbo ya Kivu ya kaskazini na kusini yameweza kuthibitisha pia kuhusu wimbi hilo lipya la wakimbizi wa ndani. Mimi ni Msekejide wa Zejofa Media. Naam, acha tutoe kikapo cha maua kwa mwandishi wetu Mwolelwa Msekedide ambaye aliyekujia na maelezo kwa kina zaidi kuhusu mkasa unaowakumba DRC pamoja na nchi ya Uganda. Tukienda kwenye habari ya kimataifa ni kwamba ofisi ya waziri mkuu wa DRC Judith Suminwa imepokea kibarua hiyo June 18 cha kujiuzulu kwa mjumbe wa waziri wa mazingira anayesimamia na hali ya hewa Bi Stephanie Mbombo Mwamba kwa sababu zake za kibinafsi. Kupitia kitangazo chake, waziri mkuu wa nchi hiyo amesema ya kwamba atapeleka ripoti kwa Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kuhusu kuacha kazi kwa waziri wake huyo, hata hivyo kuendelea na majukumu yake mengine. Bi Judith ameongeza kwamba Stephanie kwa sasa hana kazi yoyote kwenye government hiyo. Ikiwa ni wiki moja pekee kwa mradi toka waziri huyo amezungumza na rais wa nchi ya Kongo Bwana Denis Sassou Nguesso hapo Brazzaville kuhusu uchumi na hali ya hewa kati ya nchi hizo mbili na bei ya bidhaa kwenye soko zao. Naam, ni vema nikufahamisha hapa kwamba kabla ya kujihusisha kwenye kikosi cha government ya Bi Judith, amewahi kutumikia ndani ya ofisi ya Rais Tshisekedi Chilombo kama mjumbe mahalumu kwenye masuala ya kwanza kwenye ofisi hiyo ya Bwana Fachi Beton. Naam, msikilizaji na mtazamaji wa kituo cha Zejofa Media, la ziada sina licha kutakia kila la heri. Ikiwa ni mwisho wa matangazo yetu, ulikuwa nami Banza Alain Taxis. Kama ni mara yako ya kwanza kuungana nasi, waweza kulike, kushare na kusubscribe channel hii. Ciao.